Yoyote yule ambaye unamuona leo hii amefanikiwa kufika eneo fulani katika maisha yake, amefanikiwa katika siasa, amefanikiwa katika michezo, amefanikiwa katika uigizaji, eneo lolote lile katika maisha yake, ukweli ni kwamba iliwahi kufika siku akakaa chini na akasema kwamba nimechoka tabia nilizokuwa nazo, nimechoka hali ninayopitia, nimechoka umaskini niliokuwa nao na ninataka kubadilisha maisha yangu. Kwa sababu ukweli ni kwamba huwezi ukabadilisha kitu ambacho unaweza kukivumilia. Huwezi kabisa kubadilisha kitu ambacho unaweza kukivumilia. Ni lazima ufike hatua au useme ndani ya moyo wako kwamba nimechoka na hali hii, nimechoka na umaskini huu, nimechoka na hizo tabia na ninataka kubadilisha maisha yangu. Na hivi ndivyo watu wanaofanikiwa huwa wanafanya. Wanapotaka kubadilisha maisha yao, mtu anapotaka kuanza safari ya kubadilisha maisha yake, kitu cha kwanza lazima akili ndani ya moyo wake kwamba amechoshwa na hali ambayo anaipitia na yupo radhi kuanza kubadilisha maisha yake. Na moja kati ya kitu ambacho watu waliofanikiwa huwa wanakifanya wanapotaka kuanza kubadilisha maisha yao huwa ni kujifunza, na ndicho kitu ambacho nimekilenga katika video hii. Nataka nikushirikishe njia 3 kubwa ambazo zitakusaidia sana kama ni kweli umedhamiria kubadilisha maisha yako. Na ukweli ni kwamba kama hautojifunza, basi maisha yatakulazimisha kujifunza, aidha kwa gharama kubwa sana au hata kwa maumivu makali. Na njia ya kwanza kabisa ya kujifunza inaitwa learning by observation, kujifunza kwa kuangalia. Na hii ndio njia ambayo huwa inatumika tangu tunapokuwa watoto wadogo. Unajua mtoto huwa anajifunza kuongea kwa sababu anaona watu wanaomzunguka wanaongea, anajifunza kutembea kwa sababu anaona watu wanaomzunguka wanatembea. Na njia hii huwa haishi tu udogo, huwa inaendelea hata tunapokuwa watu wakubwa. Bado huwa tunaendelea kujifunza kwa kuangalia watu wengine wanapofanya. Hata mimi ni moja kati ya njia ambayo ninaitumia zaidi, kwa sababu kweli kwamba kuna watu ambao wako mbele yangu, kuna watu ambao ninawatazama, kuna mamenta zangu, kuna walimu wangu ambao mimi ninajifunza kutoka kwao. Na ndio maana ni muhimu sana kuwa makini na watu ambao wanakuzunguka, watu ambao wewe unawaita ni mfano wa kuigwa kwao, kwa sababu mara nyingi utafanana na wale watu ambao wao wanakuzunguka. Kwa hiyo ukizungukwa na watu ambao wana mitazamo hasi, watu ambao hawaamini katika mafanikio, watu ambao wanaamini pesa ni za watu tu fulani, kweli ni kwamba na wewe utakuwa katika mtazamo aina hiyo hiyo. Utakuwa na wewe una mindset negative, au utakuwa unawaza, utakuwa unafanya kama wale ambao wanakuzunguka wanafanya. Lakini ukizungukwa na watu ambao wana mitazamo positive, ukizungukwa na watu ambao wana mitazamo chanya, ukizungukwa na watu ambao wanaamini katika mafanikio, ukizungukwa na watu ambao wana ndoto kubwa, na wewe utaanza kuwa na ndoto kubwa na mtazamo wako utabadilika, kwa sababu tunajifunza kutokana na watu ambao wanakuzunguka. Na ndio maana unapokaa kwa muda mrefu na watu fulani, kuna uwezekano mkubwa sana ukaanza kufanana nao. Yani wewe ulivyo leo hii ni matokeo ya watu 9 ama 10 wanaokuzunguka. Hata ukimwangalia Yesu kipindi amekamatwa kwa ajili ya kuuawa, wale askari walikuwa na mchakato, walikuwa na operation ya kuwatafuta watu ambao walikuwa karibu na Yesu. Na walipokuwa wakiendelea kutafuta, walikutana na Petro. Wakamwambia, wewe mbona kama unaonekana kama ni mmoja wao, namna unavyotembea, namna unavyoongea, unaonekana kama ulikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu. Licha ya Petro kukataa, lakini kweli ni kwamba alikuwa ni mmoja wa wanafunzi wa Yesu, kwa sababu ndiye alikuwa anatumia muda mwingi kukaa naye, alikuwa akimsikiliza, alikuwa akimuona anavyofanya. Kwa hiyo na yeye alikuwa na behave kama hivyo. Kwa hiyo moja njia ambayo huwa tunaitumia katika kujifunza ni learning by observation, kujifunza kwa kuangalia watu wengine. Kwa hiyo uwe makini sana na watu ambao wanakuzunguka, kwa sababu mara nyingi tu utakuwa sawa sawa na wale ambao wanakuzunguka. Njia ya pili ya kujifunza inaitwa learning by listening, kujifunza kwa kusikiliza. Unajua hata Biblia imeandika kwamba imani huja kwa kusikia. Yani kwa maneno mengine, unaposikia jambo moja likirudiwa mara kwa mara, ubongo wako unaanza kulitafsiri jambo hili kama jambo hili ni la kweli na linatakiwa kufanyiwa kazi. Kwa maneno mengine, wewe ulivyo leo hii, tabia zako, mienendo yako, imani zako ni matokeo ya mambo ambayo ulikuwa unaambiwa mara kwa mara, hasa na wale tunawaita authority figures, wale watu ambao umewapa mamlaka fulani katika maisha yako. Hapa nazungumzia wazazi, nazungumzia kiongozi wako wa dini, nazungumzia bosi wako na watu wengine. Watu wa aina kama hii wana nguvu kubwa sana ya kuathiri maisha yako, kwa sababu ni watu ambao
umewapa mamlaka. Kwa hiyo kadiri wanapokuambia vitu fulani mara kwa mara, wanavyovirudia, kuna uwezekano mkubwa sana vitu hivyo ukaanza kuviamini. Kwa maneno mengine, ni rahisi sana kuanza kuamini uongo kama tu utakuwa unarudiwa mara kwa mara, unakuwa unausikiliza mara kwa mara. Kwa hiyo kama unataka kubadilisha maisha yako, kwanza ni lazima ubadilishe vitu ambavyo unasikiliza. Ni lazima uamue kufanya vitu vya tofauti. Ili uweze kujitofautisha, lazima ufanye vitu vya tofauti, lazima usikilize vitu vya tofauti. Si kila muda lazima uwe unasikiliza muziki. Moja ya changamoto kubwa sana hasa vijana wa sasa hivi ni kuwa na tabia ya kusikiliza muziki. Naamini kusikiliza muziki kila wakati ni moja ya njia ya kurefresh. Ni kweli ni moja ya njia ya kurefresh, lakini sio kila wakati. Lazima ujitofautishe. Ili uweze kuwa mtu tofauti, lazima ujitofautishe. Wakati wengine wanafanya kazi, uko unasikiliza muziki, uwe fanya kazi ukiwa unasikiliza mahubiri, ukiwa unasikiliza podcast, ukiwa unasikiliza mihadhara, ukiwa unasikiliza mafunzo ya kukujenga akili yako, ya kubadilisha mtazamo wako. Usiwe kama watu wengine. Lazima ujitofautishe ili uweze kuwa mtu tofauti. Geuza nyumbani kwako kuwa darasa la kujifunza. Wakati wewe kama ni mama wa nyumbani, upo nyumbani unafanya shughuli zako, wakati unafanya shughuli zako, weka vitu ambavyo utakuwa unavisikia, ambavyo vitakuwa vinajenga mtazamo wako, vitakuwa vinakufanya uanze kujiamini, vitakuwa vinakufanya uanze kuchukua hatua. Upo kwenye gari lako, unasafiri, labda unatoka eneo moja kwenda eneo jingine, unatoka nyumbani unaenda kazini, badilisha gari lako liwe darasa la kujifunza. Sikiliza vitu vya kukujenga, sikiliza vitu vya kukuinua, sikiliza vitu vya kukufanya ujione bora leo kuliko ulivyokuwa jana. Kwa hiyo moja kati ya njia nzuri kabisa ya kujifunza ambayo unapaswa kwanza kuitumia kuanzia leo hii ni kujifunza kwa kusikiliza, kwa sababu siki wakati wote uko unajifunza kwa kuangalia. Na njia ya mwisho kabisa katika kujifunza ni learning by reading. Kujifunza kwa kusoma, na hii ndio njia kubwa zaidi ambayo mimi ninaipendekeza huo unaitumia zaidi. Mtu aliwahi kupitia hali fulani katika maisha yake, aidha ni ugonjwa fulani, aidha aliwahi kupata hasara, aidha aliwahi kufanya tafiti fulani na akagundua inafanya kazi na akaandika kitabu. Maana ni kwamba unaposoma kitabu unajiepusha na ile miaka ya kupoteza, unajiepusha na ile miaka ya majuto, unajiepusha na vitu vingi sana, unajiepusha pia hata kupoteza pesa zako. Kwa sababu kama kuna mtu alipitia maumivu kwa miaka 5 na akaja kuandika kitabu, unaposoma kitabu hiko, maana yake ni kwamba unajiepusha na miaka 5 ya maumivu. Unakuwa tayari na uelewa, unakuwa na maarifa kuhusiana na kitu fulani. Unaposoma kitabu kinachohusiana na masuala ya fedha, masuala ya biashara, namna mtu alivyoanzisha biashara, changamoto alizopitia, hasara alizozipata, pesa alizozipoteza, tayari unajiokoa na unaokoa ule muda ambao ulipaswa kupoteza, unaokoa ile pesa ambayo wewe ulipaswa kuipoteza. Kwa hiyo moja ya njia nzuri zaidi ya kujifunza ni kujifunza kwa kusoma. Nimeshawahi kumsikia Joram Nkumbi anasema kwamba yeye anaposoma vitabu vya Nyerere huwa anajihisi kana kwamba amekaa na Nyerere face to face, wanazungumza. Na ni kweli kabisa, kwa wale wasomaji vitabu mtaelewa jambo hili. Unaposoma kitabu cha mtu fulani ni kama mmekaa katika meza moja, anakuelezea experience ya maisha yake ya nyuma. Kwa hiyo hii ni moja njia nzuri zaidi ya kujifunza katika kuelekea kubadilisha maisha yako. Ili uweze kufanya hivi, lazima ujifunze. Na ili uweze kujifunza, kuna njia 3 kubwa za kujifunza ambazo unaweza kabisa kuzitumia kuanzia leo hii na ukaanza kuona matokeo makubwa katika maisha yako. Njia ya kwanza ni learning by observation, kujifunza kwa kuangalia. Na njia ya pili ni learning by listening, kujifunza kwa kusikiliza. Njia 3 ni learning by reading, kujifunza kwa kusoma. Njia hizi 3 ukianza kuzitumia leo hii, ninaamini kabisa miaka 5 ijayo itakuwa tofauti kabisa na miaka 5 iliyopita katika maisha yako. Mimi naitwa James Atilio. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kuniona, ni mwalimu wa masuala ya uchumi, kujitambua pamoja na maendeleo binafsi. Na katika safari ya kujifunza nimeandika zaidi ya ebook 40 kwa lugha ya Kiswahili, vitabu ambavyo vipo katika maeneo mbalimbali, vitabu vya saikolojia, vitabu vya tabia, vitabu vya fedha, vitabu vya maendeleo binafsi. Vitabu hivi vitakusaidia sana, hasa kubadilisha mtazamo wako, kwa sababu ili uweze kubadilisha maisha yako, kwanza lazima ubadilishe kile kilicho katika akili yako. Kwa kweli ni kwamba leaders are leaders and leaders are leaders. Viongozi ni wasomaji na wasomaji ni viongozi. Na siku zote kumbuka, jambo lolote lile utakaloliamini basi linawezekana kama ukichukua hatua. Inawezekana.